Mungu anapotaka kufanya jambo kwenye maisha yetu lazima atoe taarifa kwanza. Labda sasa wewe uwe ujue, kwa sababu utendaji kazi wa Mungu unategemeana na ushirikiano wako, ikiwa ni pamoja na maandalizi ya kupokea kile ambacho Bwana anafanya. Ndio maana matukio makubwa kwenye Biblia kabla hajatokea, Mungu alitoa taarifa. Hata ujio wa Yesu Kristo kuzaliwa, manabii mbalimbali wa kwenye Biblia walitabiri. Kina Isaya walitabiri, kina Yeremia walitabiri. Lengo la kutabiri ni ili kuwepo watu watakaofanya maandalizi nakuja baadaye, wajiandae kisaikolojia, wajiandae kiroho, wajiandae kimwili. Na ndio maana kwenye Biblia kulikuwa na mtu anaitwa Nabii Ana pamoja na mzee Simeoni, walikuwa wanakaa hekaluni usiku na mchana, wanakesha na kuomba kwa ajili ya ujio wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na ndio maana Simeoni, siku ambayo Yesu amezaliwa, alipoenda kumkumbatia yule mtoto na kumshika, akasema, sasa Bwana, unaweza kumchukua mtumishi wako, maana ameuona utukufu wako. Manake kazi niliyokuwa ninasubiri, iliyokuwa inasababisha nisife, nimeshaikamilisha tayari. Nilichokuwa nimekiatamia kwa maombi, nilichokuwa nimezamia kwenye maombi, Bwana amekifarikisha, kimezaliwa. Sasa Mungu, unaweza ukamchukua mtumishi wako kwa amani, maana yale yaliyokuwa amekusudia nimemaliza. Nini? Maandalizi. Kwa hiyo Mungu utendaji kazi wake kabla hajafanya anakuonesha. Ndio maana katikati ya maombi unashangaa siku nyingine umeamka una furaha isiyo ya kawaida. Manake Mungu anakuandaa kwamba kuna jambo zuri mwanangu linakuja. Endelea kumshukuru Mungu, endelea kuliombea, jiandae kupokea. Ndio maana unajisikia furaha. Sio ndio unajisikia mzigo. Unasikia mzigo wa kuomba, ujui kwa juu kwani naomba kuna jambo linataka kuzaliwa. Haujui ni jambo gani, ila kuna jambo linataka kuzaliwa. Na hakuna kitu kinachozaliwa pasipo kuwepo uchungu, pasipo kuwepo na labor pain. Wamama wanajua labor pain. Hata kama unatamani mtoto azaliwe kiasi gani na unakiona kiasi gani, lakini lazima kuwepo na maumivu ya kuzaa. Kwa hiyo Mungu wakati mwingine anapotaka kuzalisha kitu kipya kwenye familia yako, kwenye maisha yako, kwenye huduma yako, anaweka mzigo. Unatamani kula chakula, lakini mzigo unakukataza usile chakula. Unatamani uende kwenye vikundi mbalimbali kwa ajili ya kupiga stori, lakini mzigo unakuzuia usiende kwenye vikundi mbalimbali. Badala yake unakwambia ingia kwenye maombi. Mtu anakuja anakusemesha, anakuletea umbea fulani, moyo wako unakuta unakataa kuchangia, mdomo wako unakuwa mzito kuchangia, kwani una mzigo ndani. Mimi najua wamama wajawazito wanapokuwa kwenye labor pain, maumivu ya labor, hataki kusikia stori, hataki kusikia umbea. Anachojua tu Mungu amsaidie, amtoe kwenye msiba, amtoe kwenye tatizo, ili aseme hakika nimekombolewa. Sasa kuna mtu ambaye anataka kuona kitu kipya kinazaliwa kwa watoto wako, kitu kipya kinazaliwa kwenye familia yako, kitu kinazaliwa kwenye huduma yako, kwenye utumishi wako, kwenye biashara yako, alafu unakuwa mbea. Hauwezi kuwa mbea, isipokuwa Bwana atakupa mzigo, ishara ya kwamba unakufanya maandalizi ya kimaombi, kwa sababu kuna jambo jipya linakwenda kuzaliwa katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana huwa anawaonyesha watu mambo, anasema na watu mambo yajayo ili wajiandae.